Sadakta mtazamaji, karibu kwenye sehemu hii ya jarida na shukran kwa kuendelea kusalia nami kwenye KT News. Kama kawaida, sehemu ya jarida inakuwa ni sehemu ya mazungumzo. Leo kama nilivyokuarifu awali, tutakuwa tunalizamia swala la usalama wa bonde la Kerio. Tumeona harakati za serikali kujaribu kutuliza vurugu maeneo hayo. Hapo jana waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki pia alifanya mkutano na viongozi kutoka kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet na vile vile ya West Pokot. Na hivi majuzi pia tumeona akizuru kaunti ya Baringo. Studioni mtazamaji, nimejiunga na mstahiki gavana Wesley Rotich ambaye ni gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Asante sana kwa kuja. Na vile vile pia nimejiunga na mheshimiwa Kipruto Kimosop ambaye ni mwakilishi wadi wa Mochongoi kwenye kaunti ya Baringo. Asante sana kwa kuja na karibu. Asante kabisa. Naam, nafikiri ni vizuri kuweza kupata tu fahamu kutoka kwenu kuhusiana na hali ilivyo kwenye maeneo mliotoka. Lakini kabla tufanye hivyo, nitakuwa naweza kupata taarifa tu kuhusiana na ziara ya jana ya waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki, ambapo waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki mapema jana alikuwa katika eneo la Kalia mpakani mwa kaunti ya Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi kufanya mkutano wa amani, ambapo waliwaonya viongozi dhidi ya kuchochea wizi wa mifugo pamoja na kufanya maandamano. Kindiki aidha alitangaza operesheni katika maeneo yanayoaminika kuwa machafuko na vile vile ngome ya wahalifu wa wizi wa mifugo. Evis Kosgei ana maelezo zaidi. Kindiki ambaye alikagua barabara ya kuimarisha usalama ya Tangul hadi Kamologon, zaidi ya kilomita 20 katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, aliwaonya viongozi wa kisiasa kutoka jamii tofauti wanaotumia wahalifu katika kuendeleza ajenda zao kwamba chuma chao kimotoni. Na tutahakikisha tumesafisha hii msitu, wakora wote tutawasafisha. Njia ni mbili, aidha wajiondoe hao wenyewe kwa hiari ama tuwaondoe kwa lazima. Aliainisha kwamba baadhi yao wanajificha chini ya kivuli cha makabila yao, lakini uhalifu hauna jamii wala kabila. Tutatoa kabila kando, kabila haina shida, tushughulikie mkora. Akiwa Marakwet, akuwe Mpokot, tutakabiliana na yeye, tumuondoe katikati yetu. Mimi Kachapin, ule wa Turkana na Cheboy na ule wa Samburu. Tukifika State House, Governors Vote 7, Waiguru anasema hospitali yangu Your Excellency unakuja kufungua siku gani? Your Excellency ile factory tunataka tufungue. Alafu sisi na Kachapin, Your Excellency KPR na risasi imekuwa kidogo. Your Excellency ongezea KPR risasi. Wakati watu naomba forest factory, sisi tunaomba nini? Risasi. Hiyo ni kazi nyingi, mnataka sisi tufanye 5 years. Si ni aibu? So, mimi nataka niombe mimi na Kachapin hata tukunywe chai tuongee kuhusu factory. Safari moja watoto wapate kazi. Hapa Kabushen. Alafu Kamolokon kuwe na askari. Hii watu watalala vizuri, na hawa ni watu ya kupenda amani. Na yote imeshuhudia vile wanafunzi wamekaa hapa. Wanakaa pamoja na wanasoma vizuri, hawana shida yoyote ya ukabila hapa. Kwa hivyo wewe ukanyaka hapa, nafikiri shida ya hii watu nafikiri itakuwa imeisha leo. Na viongozi wenu ili tujue aswa ni wapi tutahitaji kuweka NPR katika West Pokot County. Vile vile mumeomba kambi ya jeshi hapo Kamologon na tutaiweka hapo. Aidha aliwaonya viongozi wa kisiasa kwa kuharibu mali ya umma kwenye maandamano yanayoshuhudiwa humu nchini, akisema kwamba wapo tayari kukabiliana na yeyote atakayevunja sheria. Sisi nataka ieleweke, hatuna shida na wale ambao ni wanachama wa upinzani kuwa na maoni tofauti na maoni ya wale wako kwa serikali, kwa sababu upinzani uko na haki ya kidemokrasia ya kufanya mambo yao na kuwa na sera tofauti na sera ya serikali. Chiefs wetu ya pande hii ya Pokot na Marakwet atuseme leta KPR, tunataka waattach tu kila chief na askari wawili watatu ya NPR. Mkora akilala hapa, chief anaamka asubuhi ako ana brush mene yake nje ya mkora nje akiwa na KPR yake 2, wanangoja kushika mkora na kuletea wewe, alafu unachagua kama mkora anapanda ama bado utaweka horizontal na relax.
Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatufungulia jamvi la mazungumzo hapa kwenye sehemu ya Jarida, na kama nilivyokuarifu awali tutakuwa tunaangazia kwa kina usalama katika eneo la Bonde la Kerio, na vile vile nitakuwa na wahusisha wageni wangu pia, nikiwa nimeungana hivi karibuni na George Musamali ambaye ni mchanganuzi na mtaalamu wa masuala ya usalama. Na moja kwa moja tukianza, nafikiri ni vizuri tuweze kupata ufahamu tu wa hali ilivyo katika maeneo mliotoka. Tukianza na mheshimiwa gavana, eneo la Elgeyo Marakwet lipoje? Asante sana Dia. Kwanza kabisa ningependa kushukuru kwa muda huu. Na pili ni kusema kwamba jambo hili la usalama imekuwa kero kubwa sana kwa wakaaji wa huko kwetu Kerio Valley nzima, mpaka pia the Highlands, na si kitu imeanza juzi. Ina miaka 50 sasa, na imekuwa ikikuja baada ya miaka 10 na nyamaza kidogo inarudi, lakini miaka 10 ambayo imepita ndio imekuwa mbaya zaidi. Na tumepoteza watu wengi. Mimi kwa mfano Elgeyo Marakwet tumepoteza watu 400 kabla ya elections ya last year. 400 people kwa mwaka moja. So inamaanisha ya kwamba inashinda hata ile ugaidi ile ya Al-Shabaab. Lakini haikuwa imewekwa maanane, lakini tunataka tushukuru serikali. Tangu serikali huu uchukue watamu, kuna mabadiliko. Ngawaje hatusemi imeisha, lakini kuna mabadiliko kabisa kwa ukubwa, kwa sababu ile approach ambayo Professor Kindiki, waziri wa usalama, ameiweka, ambaye anatembelea, anaelewa. Kitambo hamna mtu alikuwa anakuja kuelewa shida za wakaaji, na sasa waziri anaweza akaweka mikakati ambayo ameshaiona mwenyewe. Lakini kitambo ilikuwa inafanywa Nairobi, wananchi wanateseka. Kwa hivyo tunasema ya kwamba bado ile inaitwa isolated cases, kuna wizi kidogo pande zote, lakini sasa tumesema hiyo tena sio ile kubwa kama ile raid, ni watu watatu wanaenda wizi, mtu mmoja, and then hata vifo zimeanza kupungua. Kwa sababu kwa mfano ilikuwa tunazika watu hata 10 kwa wiki, lakini sasa maybe last month tumekuwa na cases ya watu wawili upande wetu, upande wa Pokot, upande wa Baringo, watu wawili watatu, na upande wa Tuget. So ile imebaki sasa ni ya kwamba tuweke ile inaitwa long term plans. The first one was ceasefire. After ceasefire tuende short term plans, alafu long term izirudi tena, kwa sababu 2000 ilikuwa imepungua. 2014 Pokot na Marakwet wakachokozana, walikuwa napanda parachichi ama ile inaitwa watermelon pamoja. Wakapigana, wakaua mmoja. Vita ikaanza kutoka 2014, 11 years sasa, bado hiyo vita imekuwa ikiendelea just because of watu wawili. So tunataka tutafute long term plan ambayo hata ikiweje baada ya hii hatutarudi nyuma. Na hiyo ndio mikakati ambayo tunataka serikali wajaribu kutusaidia. Na asante, nafikiri natia moyo kupata kujua kwamba kuna matumaini ya kuwa vitu vitakuwa sawa hivi karibuni. Na mheshimiwa kutoka kaunti ya Baringo ambaye ni mwakilishi wadi wa Mochongoi, ambayo ni maeneo baadhi ya sehemu ambazo zimekuwa na fujo hizi, mambo yapoje sasa hivi maeneo haya? Ya kwanza kabisa nataka nishukuru kwa nafasi hii. Naam. Kwamba mmetupea nafasi ili tuweze kuwa na nafasi ya jamhuri hii, wananchi waweze kuelewa na waweze kutusikiza, hasa sisi viongozi ya kule mashinani. Kwa hivyo kwanza nashukuru kwa sababu ya hiyo. Pili, kama ulivyosema, katika Baringo zile ward ambazo zilikuwa zimeumia sana. Moja ni ward ambayo mimi nawakilisha ya Mochongoi, alafu tuko na Muktani, alafu tuko na Saimosoi na Bartapwa. Hiyo ni ward 4 zenye tulikuwa tumeumia. Na ni janga ambalo imekuwa kwa muda. Kwetu ilianza mwaka wa 2005 na ikaendelea kabisa mpaka kilele ikawa ni juzi wakati tunaelekea uchaguzi. Ambapo kwa wakati mmoja kwangu, kwa mfano, tuliweza kusika watu kwa siku moja, watu 7 katika miili 7 yenye imepangwa. Sehemu nyingine ya Mkutani wakati mmoja tuliweza kusika miili karibu 10 na kitu ambazo zimepangwa. Kwa hivyo ilikuwa ni swala nyeti, swala mbaya, na ilikuwa imetuumiza. Hali kwa sasa ni kwamba tangu serikali hii ije na sana waziri Kithure Kindiki, tunaanza kupata nafuu, tunaanza kupata utulivu, na pia tunaona kwamba tumeweza kusikizwa kiwango fulani, kwa sababu
waziri amekuwa tena juzi, kwa mfano ward yangu sahi ama hiyo kaunti yetu ya Baringo tunaweza sema amekuwa pale mara kadhaa yeye mwenyewe bila kutumana mtu yeyote kuja kusikiza. Utaona kwamba katika serikali zilizopita hatukuwa na nafasi ya kupata waziri moja kwa moja kuja kusikizana, na kama wanavyoweza kusema wakati mwingi kwamba mambo kwa ground ni tofauti. Yeye kufika pale inaweza kuwa, so tunaweza sema kwa sasa kuna hiyo hali ya utulivu, lakini hiyo haileti ruhusa ya kutulia, ya kurelax. Hiyo haileti hiyo, kwa sababu mpaka kwa sasa hivi hatutasema kwamba silaha zote zimeweza kunyakuliwa. Hatutasema kwamba wakora wote labda wameweza kushikwa ama kuwekwa ndani. So hii utulivu ambayo tunaweza kuona pia bado tunasema haileti ruhusa tutulie zaidi. Bado inahitaji kazi zaidi ifanyike. Naam, asante. George Musamali, karibu. Wanasema chelewa ufike, karibu kufika, na vile vile tukikuhusisha katika mazungumzo kama mtaalamu wa masuala ya usalama. Kama viongozi wa maeneo haya walivyotaja, kuna matumaini na harakati zimewekwa na mambo yako vizuri sasa, si kama awali. Hili linaleta matumaini gani katika sehemu ambayo imekuwa ikishuhudia vurugu? Kuna matumaini makubwa. Manake gavana hapa amesema kwamba ni tatizo ambalo tumekuwa nalo kwa miaka 50. Ninasema la hasha. Manake operesheni ya kwanza ya kijeshi katika maeneo hayo ilifanywa 1908. Ni kumaanisha ni tatizo ambalo tumekuwa nalo kwa kipindi kirefu sana. Na kwamba hatua ambazo tulikuwa tunazoona zikichukuliwa na serikali ya mkoloni, serikali ya Kenyatta wa kwanza, ikaja serikali ya Daniel Arap Moi, mpaka hivi serikali ya Dr. William Ruto, imekuwa kidogo haizai matunda. Manake awali tulikuwa tunatumia tu nguvu za kijeshi. Manake kila wakati kunakuwa na maafa, moja kwa moja tunasema tutafungua operesheni, tutawapokonya silaha, lakini hatuangazii kwa kina haswa tatizo li wapi. Na kwamba waathirika si watu wa Pokot ama watu wa Marakwet peke yake. Mimi moja kwa moja naweza sema nilikuwa mwathirika, manake nilihudumu katika eneo hilo. Nilikuwa ile GSU Tot Camp. Kwa hivyo naielewa vizuri yale mambo nayafahamu kabisa moja kwa moja. Na pia tumepoteza maafisa wengi ambapo athari zake hazifiki pale Pokot ama Marakwet peke yake. Manake maafisa kutoka sehemu zote za taifa la Kenya. Kwa hivyo nakubaliana nao, manake wakati operesheni ilipoanza nilihojiwa na nikasema ya kwamba tubadilishe mbinu. Manake mara kwa mara tumekuwa tukitumia tactics, no strategy. Na hiyo ndio jambo ambalo limekuwa likitutatiza sisi. Kwamba yule mwananchi wa Marakwet, yule mwananchi wa Pokot akiona serikali pale, anaona serikali kwa njia ya maafisa wa usalama. Akimwona chief akija pale ni kuwatishia wananchi na kuambia nyinyi sasa tutalete jeshi na tutawapiga. Hiyo ndio sura ambayo wananchi wa eneo hilo walikuwa nalo. Lakini sasa baada ya siku lizungumzia, tumeona tofauti. Serikali sasa imekuja na mbinu tofauti. Ninaona barabara zinachimbwa, ninaona shule zinajengwa, ninaona mahospitali yanajengwa, mabwawa yanajengwa. Manake ni kuambia wananchi sasa sisi hatuna vita na nyinyi, bali tunataka kubadilisha maisha yenu yawe ni bora kuliko yalivyo hivi sasa. Na nafikiri hilo ndilo jambo ambalo sasa linazaa matunda. Manake mawaziri wa kitambo walikuwa wakionekana pale ni vitisho kwa wananchi. Lakini namuona Bwana Kindiki hivi sasa anaenda moja kwa moja, anasemezana na wananchi, na hali kadhalika anasemezana na viongozi. Tunajua tatizo ni wapi na tunajaribu kutafuta mbinu ya kuweza kulitatua. Kwamba amesema tuko na zile short term ambazo ni kutumia jeshi na polisi, kuna mid term ambazo sasa ni kufungua yale maeneo, alafu tutakuja katika ile long term kuhakikisha kwamba wananchi wa pale wana mbinu mbadala ya kukidhi maisha yao. Naam, asante. Gavana, Mheshimiwa Gavana, ulikuwa umetaja awali kuhusiana na mikakati iliyoko ambayo ni tofauti na imeleta mabadiliko. Kuna video yako ambayo imekuwa maarufu mtandaoni ukiwa unalalama kuhusiana na mambo ambayo mnayazungumzia mnapokutana na viongozi kutoka maeneo mengine. Wao wanaweka kipaumbele maendeleo na nyinyi mnalazimika kuangalia masuala ya kuongezewa maafisa wa akiba na vile vile risasi. Je, labda tukiangalia mikakati iliyowekwa, hili linaleta matumaini gani kwa viongozi wa kutoka maeneo ya bonde la Kerio kama wewe uliye gavana wa Elgeyo Marakwet? Asante sana. Kabla sijakuwa gavana, nilikuwa naibu gavana eneo hilo, na pia nimezaliwa kwa eneo la hiyo Kerio Valley. Na pia nimekuwa kijana ambaye nimeiona hiyo waves yote ya hiyo effects yote
Na mojawapo ya sababu ya mimi kupigiwa kura ni kwamba watu waliona unatoka eneo hilo, unaweza ukawa suluhu. Na nataka nikuambia kwamba ni aibu sana sisi wa viongozi kutoka eneo hilo. Ni aibu sana kwa sababu wakati wowote tukifika kwa mikutano, hata tumeshajulikana sisi ni watu wa banditry zones. Naambia nyinyi watu wa banditry mkae kando, tumalize kwanza wa mambo ya hao watu, kwa sababu hawezi kuwa na maendeleo mahali haina usalama. Lazima uanze na usalama kisha ufanye maendeleo. Kwa hivyo tumeteseka kama viongozi wa hiyo region. Pia kwa region yangu kama county yangu, nina upande ambaye hawana mambo ya usalama mengi. Upande wa Kerio North, Kerio South hawana haya mambo. Lakini sasa muda wangu mwingi wote wananiambia governor, hata ukikuja tukae pamoja hapa. Na mandugu zetu pande wale wanawawa kila siku, tunasikia kwa habari watatu. Hata ukikaa na sisi hapa hatusikii vizuri wakati watu wetu. So kwa hivyo nachukua muda wa governor mwingi, ngawaje mimi nilikuwa nataka kuibadilisha eneo hilo. Na hata hivyo kuna pia matumaini, kwa sababu mimi kama governor nilijitolea kwamba wakati waziri Kindiki anafanya kazi yake, pia mimi nitafanya mawili ama matatu. Ya kwanza wakati niliingia nikaanza kukutanisha wazee, nikakutanisha jamii zote mbili wakuwa nakutana kwa mikutano. Ya pili nikaanza department. Mimi haikubaliki hata county ifanye hiyo mambo, lakini mimi nikaiongea na MCS wangu, tukaianzisha department inaitwa Peace and Conflict Resolution. Na nikaandika chief officer. Hiyo pesa ingekuwa inafanya kazi nyingine, lakini nikasema wacha tuandike chief officer anatoka eneo hilo ili akuwe anasaidiana na maafisa wa serikali. Ya tatu ni kutafuta waziri Kindiki. Amekuwa mtu wa maana, na nilikuwa na bahati pia kwa sababu wakati wa siasa mimi nilikuwa tulikuwa tunaunda ile inaitwa bottom up agenda, specifically on the security part. Mimi ndio nilikuwa natoa tulikuwa tunasaidiana kutoa mambo ambayo tungeweza fanya ili tusaidie. Tulikuwa na watu wengi experts wa security, na tuliweka kwa undani na tukawaambia rais wetu, tukamshauri rais, tukamwambia rais tusikae tena tufanye yale makosa ambayo serikali ilikuwa inafanya. Naleta jeshi siku 3, watu wanapigwa, wanaenda jeshi wanaenda. Tunakaa siku 2-3 inaendelea. Tukamwambia rais tubadilishe mtindo, na tukabadilisha hiyo mtindo. So kwa hivyo nataka niseme kwamba naomba nikukatize kidogo mheshimiwa gavana, nitakuwa narejea kwako tuangalie masuala ya kimitambo, lakini kimhusisha mheshimiwa Kipruto ambaye anatoka eneo la Mochongoi, ikiwa ni mmoja wapo wa maeneo ambayo pia amekuwa na vurugu hizi. Hili kama kiongozi linakurudisha vipi maendeleo kwenye eneo hilo? Na itikadi zako kama kiongozi kuweza kusema tu basi nitakuwa nafanya agenda hizi na hizi kuleta maendeleo, lakini kwa sababu ya vurugu zinazoendelea maendeleo yanarudishwa nyuma kwa kiwango gani? Kwa miaka 5 nilipokuwa MCA ile iliyopita kabla ya hii, ninaweza sema sikufanya chochote. Na hata uchaguzi wangu ilikuwa ni uchaguzi yenye iko na mambo kasoro mingi, kwa sababu kila mara fita pale, fita hapa, fita pale. So ni ngumu sana kupanga. Na unajua wewe ni kiongozi ya watu wenye wameumia, na mnajaribu kupanga hii inapangiwa. Hawa bandits pia wakati wamefika mahali wanaharibu zile maendeleo yenye tulikuwa tumeanzisha kama shule na mambo kama hiyo. Lakini kwanza nataka niseme tunapoongea juu ya hii utulivu, bado pia tungetaka tuseme isiwe ni ceasefire. Isiwe kwamba tutasherekea na bado hawa wakora bado bunduki ziko kwa mikono yao, na wale wakora suku bado pia hawajashikwa. Wakati Kindiki amekuja kwetu juzi, tumemweleza kwamba ingawa hawa wakora tuliweza kungangana na hawa na wameenda, lakini tunaanza kuwaona tena wanaanza kurejea. So mimi bado natoa wito kwamba haijafika sehemu ya sisi kusherekea kwamba tumemaliza kamilifu. Sababu swali ni je, hawa wakora wako wapi? Na bunduki zenye walikuwa nazo kwa mfano siko wapi? Hiyo ni swali ambalo bado tunahitaji kujiuliza nayo. Pili ni kusema kwamba county zetu, governor wetu wa Baringo na governor wa Elgeyo Marakwet na governor pia ya West Pokot, ile ushirikiano ambayo tumewaona kutoka kwa hawa magavana na jitihada zile zetu za county kufungua barabara na hapa na pale, sisi pia hiyo ni kitu ambayo kama MCA na baadhi ya MCAs ambao wameumia katika hiyo sehemu tunataka tushukuru kwamba our governors wako na hiyo will. Kuna will pia kwa upande ya serikali. Unajua ni rahisi sana serikali kutoa vitisho
Lakini kuimplement hiyo vitisho yenyewe inakuanga pia ni kazi. Lakini unaweza ona ile will. Alafu NPR ile ambayo pia tumepewa, hiyo pia tunaona limechangia pia kuona kwamba mambo ya nini. Alafu ya mwisho ni ridhaa kwa wale waliopoteza mali yao hapo mbeleni, kwa sababu ilikuwa ni haki ya serikali yeyote, iwe ilikuwa serikali ya kwanza ama serikali ya pili ama serikali hii yenye tuko nayo sasa. Hakuna mwananchi mwenye alikuwa anastahili kupoteza mali yake kwa njia yoyote. So tunaporejesha amani na mambo kama hiyo, pia tutahitaji mjadala kamili kuhusu waathiriwa. Vile tulivyoona mjadala kuhusu waathiriwa wa post election violence ya 2007-2008, pia tutahitaji mjadala kamili kwa ajili ya hawa wenye walipoteza mali yao. Na hata kando na kupoteza mali yao, unajua dada yangu ng'ombe na mbuzi ni kama pesa kwa benki kwa nyinyi watu ya Nairobi. Unaona, umekaa pesa yako iko kwa benki milioni sijui ngapi. Sasa usiku moja umepoteza hiyo mali yote. Watoto wameacha shule, wenye walikuwa college pia wameacha hiyo college, na maisha yako inasambaratika kabisa. Mnahama hapo kwenda kuanzisha maisha mahali pengine. So in terms of reparation, in terms of compensation, in terms of humanitarian support, ni mjadala ambayo bado tutahitaji kuwe na hiyo mjadala. Naam, asante. Nafikiri ni masuala muhimu ambayo umeibua mheshimiwa. Nitakuwa namhusisha George Musamali ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama, aweze kulizungumzia swala, iwapo pia vile alikuwa afisa wa usalama, alizungumzia swala la maafisa wa akiba ambao kumekuwa na hisia tata kuhusiana na